5, 4, 3, 2, go. Karibu tena katika channel ya Joki Mweki Production, sehemu pekee ambayo utakutana na masuala ya taaluma, sayansi na teknolojia. Na leo nimekuletea tutorial ya namna ya kuweza kutatua changamoto la simu yako ya mkononi kushindwa kutuma au kupokea SMS. Mwaka jana tuliweza kuposti video kama hii ambapo tuliweza kugusia namna ya kutatua changamoto ya changamoto ya kushindwa kutuma au kupokea SMS kwenye simu yako ya mkononi. Moja kati ya video ambayo iliweza kufanya vizuri kabisa, tuliweza kupata watazamaji zaidi ya 5,900. Lakini vile vile tulipata comment nyingi, tulipata maoni mengi kutoka kwa watazamaji wengi ambao wengine waliweza kushukuru kwa namna moja au nyingine video ilivyoweza kuwasaidia. Lakini vile vile tuliweza kupata maswali mengine kwamba hapa umezungumza pengine ni kwa ajili umezungumzia kwenye simu ndogo. Je, tunafanyaje sisi wenye simu kubwa? Na leo nimekuletea video hii ambayo itaeleza kwa undani zaidi namna ya kutatua tatizo la kushindwa kutuma au kupokea SMS kwenye simu yako ya mkononi. Leo tutagusia hasa kwa wenye simu kubwa, yani kwa wenye smartphone. Ungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii ili uweze kuelewa kwa undani zaidi namna ya kuweza kutatua tatizo lako hasa ukiwa wewe mwenyewe. Kwanza kabisa, ili uweze kutatua tatizo lako la kushindwa kutuma au kupokea SMS kwenye simu yako, ni lazima kwanza uweze kujua sababu. Ni kwa nini simu yako inashindwa kutuma au kupokea SMS? Sababu ya kwanza ambayo inaweza kuwa ni sababu ambayo inaumiza sana wengi, ni sababu ya SMS ambazo zinakuwa zimejaa kwenye simu yako. Whether inaweza kuwa kwenye simu au kwenye line. Hii ni sababu ambayo imewaponza wengi sana na imewafanya watu wengi sana washindwe kufurahia kipengele cha chatting za kawaida za SMS, kwa sababu unaweza kuona SMS zimejaa. Simu haiwezi kuruhusu SMS ziingie, wala simu haiwezi kuruhusu SMS zitoke pale unapokuwa unataka kuchati, na hiyo inaweza kuwa ni sababu ya wewe kushindwa kutuma SMS au kupokea SMS. Sababu nyingine tunasema ni application ya SMS kuwa outdated. Unajua kuna simu zingine hazikwambii kwamba update application, au application nyingine hazikwambii kwamba update application fulani, labda update messages outdated, you need to update, hazisemi hivyo. Lakini cha kushangaza, utakavyotaka kuitumia utashangaa haileti matokeo vile kama unavyokuwa unataka. Kwa wale wanaofanya mambo ya graphics designing kwa njia ya simu, nadhani watakuwa wanalielewa hili. Kwa wale wanaofanya graphics designs kwa njia ya Pixel Lab ikiwa outdated bwana, unaweza kuwa umefanya kazi yako nzuri kwenye simu, pale utakapokuwa unataka usave, utabaki na load tu inakutazama. Kwa hiyo application ikiwa outdated pia inaweza kusababisha SMS kutokuweza kutoka au kutokuweza kuingia kwenye simu yako ya mkononi. Yes. Na sababu ya mwisho kabisa tunasema ni kukosekana kwa SMS center, yani kituo cha message au kituo cha ujumbe kwenye simu yako ya mkononi. Yes. Kwenye video ya mwaka jana niweza kugusia namna ya kuweza kutatua changamoto ya kushindwa kutuma au kupokea SMS kwenye simu yako, ni kurekebisha SMS center kwenye simu yako. Kwenye simu ndogo niweza kuonesha zile procedure ambazo unaweza kuifikia SMS center mpaka utakapokuwa umetatua tatizo la simu yako kushindwa kupokea au kutuma SMS. Sasa twende kipengele cha namna ya utatuzi wa kushindwa kutatua namna ya utatuzi wa tatizo la kushindwa kupokea au kutuma SMS kupitia simu yako ya mkononi. Tukianza kwa wanaotumia kuanzia Android 11 na kupanda juu. Hatua ya kwanza kabisa utakayoifanya ni kuingia kwenye SMS app. Baada ya hapo utaingia kwenye icon ya email pale juu, utabonyeza pale, kisha utaenda kwenye message setting. Baada ya hapo utashuka mpaka chini, utafute sehemu ipo andikwa message center, au kama haijaandikwa hivyo utaona imeandikwa
MSG alafu imekuandikia C pale mbele, yani MSC. Nadhani tutakuwa tumeelewana hapo. Baada ya hapo, kwa wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, andika kodi hapa. SMS center yako iwe alama ya kujumlisha alafu 255751114. Baada ya hapo bonyeza okay. Kwa namna hiyo utakuwa umeweza kutatua tatizo lako la kushindwa kupokea au kutuma SMS kwenye simu yako ya mkononi. Moja, hiyo ni kwa watumiaji wa mtandao wa Vodacom. Lakini kama wewe ni mtumiaji wa mtandao wa Airtel, kwenye SMS center au kwenye kituo chako cha ujumbe pale utabonyeza alama ya kujumlisha, then utabonyeza 255. Baada ya hapo utabonyeza 78000000, yani 0 ziwe 6, utamalizia 4. Kwa wale watumiaji wa Airtel utakuwa umefanikiwa kwa namna moja au nyingine kuweza kutatua tatizo la simu yako kuweza kushindwa kupokea au kutuma SMS. Lakini kwa watumiaji wa Tigo, SMS center ni alama ya kujumlisha 255711010003. Hiyo ni kwa watumiaji wa mtandao wa Tigo. Kwa namna hiyo utakuwa umeweza kutatua tatizo la simu yako kushindwa kupokea au kutuma SMS. Lakini kwa watumiaji wa Halotel, kituo chao cha ujumbe ni alama ya kujumlisha 2556200001300. Hao ni kwa watumiaji wa Halotel. Kwa hapa si wenye simu kubwa tu, hata kwa wenye simu ndogo unaweza kuchukua hizi hatua, utakuwa umeweza kutatua tatizo lako la simu yako ya mkononi kushindwa kupokea au kutuma SMS. Tumemaliza kwa watumiaji wa Android 11 na watumiaji wa Android 12. Na kama kuna Android nyingine ambayo itakuwa ipo, basi mfumo wao utakuwa ni huu hapo. Lakini kama wewe ni mtumiaji wa simu ndogo, utaenda kwenye settings za SMS. Baada ya hapo utachagua SMS setting. Baada ya hapo utaenda kuchagua SMS center. Utaweka hizo kodi kulingana na wewe unatumia mtandao upi. Kwa namna hiyo utakuwa umetatua tatizo la simu yako kuweza kushindwa kupokea na kutuma SMS. Sasa tuje kwa wenye wanaotumia simu ambazo ziko chini ya Android Vision ya 11. Wapo wanaotumia Vision ya 10, wapo wanaotumia Vision ya 9. Ukifuata hizi taratibu ambazo nimezitaja mwanzoni, kwa wewe ambaye ni mtumiaji wa Android yako iliyo chini ya 11, SMS center utaiona kwenye settings za message. Badala yake utafanya hivi: ingia pale kwenye dial pad ya simu yako, afu then utafanya hivi: bonyeza nyota leli tena, bonyeza 4636, bonyeza nyota leli. Kabla hujapiga okay, itakupeleka kwenye phone information. Chagua phone information. Itakuja maelezo mengi pale, lakini wewe chagua phone information. Itakuja pale phone 0, phone 1 and phone 2. Sasa kwa sababu wewe una line 2 au una line 1, chagua line yako yenye matatizo. Kama ni line namba 1, chagua phone 0. Usichague phone 1, chagua phone 0. Lakini kama line yako yenye matatizo ni line namba 2, chagua phone 1. Phone 2 ile iache kama ilivyo ile. Kisha shuka chini kabisa kule utakutana na SMS center. Jaza SMS hizo, jaza vituo vya ujumbe hivyo kama nilivyokutajia hapo awali. Baada ya hapo utaenda kubonyeza neno limeandikwa update. Baada ya hapo refresh. Ukishafanya hivyo, restart simu yako kama inawezekana. Baada ya hapo tuma SMS na watu wengine waweze kukutumia SMS. Utakuwa umeenjoy kabisa, umefurahia. Utaendelea kufurahia na kuenjoy kuchat na wale ambao unawapenda. Basi tatizo lako litakuwa limekwisha kama hiyo. Bwana,
Jina langu naitwa Joakim, mimi ni mwandishi wa vitabu pamoja na makala mbalimbali za kitaaluma. Usisite kubonyeza alama ya subscribe, lakini pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao mingine ya kijamii kama vile Facebook, YouTube, Instagram kwa kutafuta neno Joakim Work Production, basi utakuwa umetisha sana. Share na wengine ili waweze kutatua matatizo ya kiapplication kwenye simu zao kama hivyo. Asante sana na endelea kufuatilia vipindi vyetu hapa Joakim Work Production.